ndani ya moyo wako, in your heart of hearts, katika kilindi cha moyo wako, you are saying, unasema, I want to change. nataka mabadiliko. If that is your cry this morning, Kama hilo ni ombi lako asubuhi ya leo, your life has been just devastating. maisha yako yamekuwa ni ya masumbuko. From one calamity to another. Unaingia kutoka mkosi moja unaingia katika ngori nyingine. From one addiction to another. Umetoka anasa hadi anasa. You are not progressing. Hauendelei. You are tired of it. Umechoka. And you want change. Na unataka mabadiliko. I want to pray for you right now. Nataka kuombea. I want to pray for you. Nataka kuomba nawe. So I want you to come here. Kwa hivyo ningetaka uje hapa. If you have any need at all. Kama uko na hitaji la aina yoyote. Any need at all. Even if I did not mention that need. Hata kama sikutaja hayo mahitaji. Any need at all. Kila hitaji. Just come here. Hitaji lolote. And we will pray together. Tutaomba pamoja. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. You are tired of being stagnant, no progress, nothing is happening. Umekwama mahali fulani, hakuna kuendelea. Nothing is happening. Hakuna kuendelea. Shekataria la boka shekede melantaria. Para keteria la boka shekede melizakasti. Zele braka de melantaria la boka shekede melantaria la bo. Nekra shekede melantaria la boko de melesi shekede melantaria. Yekade meleruzul saitema. To some of you, kwa baadhi yenu, this has been declared to some of you as a generational curse. Kuna wengine mulitangaziwa ya kwamba hizi ama hiyo hali ni laana ya kizazi hadi kizazi. You have been led to believe that it comes in the family. Kuna watu wamekushawishi ya kwamba haya ni mambo yanaendelea katika familia zenu. From now on, toka sasa kuendelea, you are going to live in the newness of life. Utaishi katika upya wa maisha. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. It has been in your life that everything you try to do scrambles. Imekuwa kawaida maishani mwako lakini ya kwamba kila jambo unaanzisha linaharibika. No opportunities. Hakuna nafasi. Never again. Hakuna tena. Never again. Hakuna tena. Never again. Hakuna tena. But before I get to pray, lakini kabla tuombe, is there any one of you je, kunaye mmoja wenu who would like to receive Jesus Christ as your personal savior? Ambaye angetaka kumpokea Yesu kama mwokozi? Because that is where it is going to begin. Kwa sababu hapo ndipo chanzo cha mema yote. We are going to begin from the change of the blood. Tutaanza pale ambapo kuna mbadiliko ya mtiririko wa damu. We were told we are sons and daughters of God. Tuliambiwa kwamba sisi ni wana na mabinti wa Mungu. And as a son or a daughter of God, adopted son or daughter of God, those things should not be happening in your life. Na tunajua kwamba wakati umefanyika binti ama mwana wa Mungu, hayo hayastahili kuendelea maisha yako. Your life is a blessed life. Maisha yako ni maisha ya kubarikiwa. The thief comes to kill, steal and destroy. Mwizi huja kuiba, kuharibu na kuangamiza. So your lack and despondency and hardship is because of the thief that stole from you. Kwa hivyo, kwa sababu huo ugumu na shida na kisirani iko kwa sababu ya mwizi ambaye alikuja kuiba. We are going to change that. Tutabadilisha hiyo. Now, is there any one of you that would like to receive Jesus Christ as your personal savior? Je, kuna mmoja wenu ambaye angetaka kumpokea Yesu kama mwokozi hapa? Before I pray for you, kabla niombe, I would like to know if you would like to be born again. Na ungetaka kujua kama ungetaka kuokoka. You would like to be born again. Ungetaka kuokoka. Thank you. Congratulations. Hallelujah. Congratulations to you. Oh, thank you, Jesus. This is awesome. Hallelujah. Our lives as we stand here, George and I, our lives did not begin here, what you are seeing. Maisha yetu na mchungaji hayakuanza vile mnavyotuona. We began exactly like you did. Tulianza kama vile mlivyo. One day we were given an opportunity to come and accept Jesus Christ as our personal savior. Siku moja tukapewa nafasi ya kumpokea Yesu kama mwokozi na Bwana. I had had enough. Nilikuwa nimepata tosha. Nilikuwa mpaka hapa hivi.
Ilikuwa imenifika Unajua hapa. kufika hapa ni kufika nini, kufanya nini? Yani nilikuwa hivyo. Dahana huko. Spend all my days in nightclubs. Nilikuwa naishi makesha huko kwa vilabu kwa muziki na mnywe. I didn't look that holy as I probably you think I look right now, but I was just like you. And God is going to change your life and make you better than mine because you are still younger than me. Bwana atabadilisha maisha yenu na atawafanya mazuri kuliko vile nilivyokuwa. You will go farther than I have gone. Mutaenda mbele na zaidi ya penye nimeenda. But you have to allow God to do that. Lakini inabidi mruhusu Mungu afanye hayo. To some of your friends it may seem foolish. Kwa marafiki zenu wataona mmefanya vitu vya ujinga. But let it be foolish. Lakini wacha ikae ni kama ujinga. You know deep down in your heart. Lakini unajua ya kwamba ndani ya moyo wako you are transformed. Ya kwamba umebadilika. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Now where is Richard? Naomba ndugu Richard aje. Hallelujah. Praise God. Sit down for a minute. Just for a minute. We are just about to end the service. Please, we're not gonna sit. Hatutakaa sana, tutamaliza hivi. Lead them to the Lord as I pray for these ones. Richard uongoze hawa na